afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Watu wengi wamekosa kufanikiwa, hata wakiomba, hata wakifunga, na hata wakiombewa, na hata wakikuja tunawapaka mafuta na tunawafanyia ibada zote ambazo zinafaa, lakini wanakosa kutimiza hili neno. Na unajua Biblia huwa haijichanganyi. Kama Biblia inasema fanya hivi ili ufanikiwe, there is no shortcut to that. You must do as per the word of God. And now the Bible in the book of Proverbs chapter 28 verse 13. Whoever hides his sins will never succeed. Whoever does not confess his sins, he will not succeed in life. Unakuta kwamba watu sio ya kwamba Bwana alikusudia wamalize wakiwa hawajafanikiwa, sio ya kwamba Bwana alikusudia wamalize wakiwa maskini. Wanakuta watu wengine wanabarikiwa, watu wengine wanainuliwa, wao wako bado kwa ibada, wao wameokoka, wana nini, lakini kuna kitu ambacho hawajatimiza. They are not ready to confess their sins. And the Bible is very clear that when you hide your sins, you will not succeed. Today we are talking about wise words. Tunaongea kuhusu maneno ya hekima. Yeyote afichaye dhambi zake, yeyote, na Kiingereza ikasema you will never. Kwanza Kiingereza inatumia the word never, na wale wa Kiingereza wao wamesoma lugha ya Kiingereza wanajua what the word never means. Never iko na meaning kubwa sana, na ndipo unakuta hapa inanena ya kwamba you will never succeed in life if you try to hide your sins. But whoever, listen, confess them and give them up, then God will show you mercy, will show mercy to you. When you confess your sins, God is going to show mercy unto you. God is going to make you succeed in life because you did not hide your sins. You sinned and you confessed. You sinned and you said, yes, I have sinned and I have confessed. Na jambo hili la kutubu, unajua wengi wanasema ya kwamba kutubu kumekuja na Yesu Kristo. This is Old Testament talking about repentance and confession. You can't repent when you have not confessed. So you must start by confessing, then you repent. Confessing ni kukiri, halafu kurepent ni kuacha, ni kubadilika kuwa mtu mwingine. Ulikuwa unafanya dhambi, sasa wewe umekuwa mtu mwingine. In the mighty name of Jesus. Sasa unakuta neno hili linatuambia ya kwamba yeyote afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hilo ni neno la pili la hekima ambalo nimeleta likaweze kukusaidia. Jambo la kwanza ambalo tumeona la hekima, na maana tutaangalia la tatu Bwana akitusaidia, tumekuta ya kwamba watu ambao sio wenye haki, na Biblia ya Kiswahili ikawaita waovu, huwa wanakimbia wasipokibizwa, maana dhamira yao inawahukumu. Lakini wenye haki huwa wanasimama na ujasiri kama simba. Kiingereza inasema the wicked run when no one is chasing them, but an honest person is as brave as a lion. An honest person is as brave as a lion. Because he is honest, why can he learn? The wicked, the sins in him are eating him from inside. So he is running even without being chased. He can see someone being chased on the other road. He think that he is the one being chased. Na nikakupatia mfano ya kwamba wale watu wa bangi zamani, nakumbuka walikuwa wanavuta, wakiona walikuwa wanatorokea mpaka mtoto mdogo. I remember such an instance, mtu akitoroka akiona mtoto mdogo anatoroka. Na unakumbuka mwimbaji mwingine anasema ya kwamba wakati aliona hawa ndege shishita titi ndege, hawa ni ndege si ndege lakini ni ishi shinyi taonesha na shita itono, na Kiswahili tunaziita aje? Itono ishi shake tarariki. That was the word I was finding. Getarariki. Nakumbuka kuna mwimbaji alisema ya kwamba kuna wakati alivuta akaona hizo vitono,
akaona kama ni helikopta, akarara chini zipite. The wicked run even without being chased, because inside them is where the evil is coming from. Mwana